Buhali gani mpenzi mtazamaji wa Nego Media, kama tulivyokuambia kuwa tutakuletea pia wachezaji wa ASCU ambao watakwenda kumenyana na Baraka Mossa siku ya kesho ambao ni Jumamosi ya tarehe 7 ambako watakuwa uwanjani, watakwenda kucheza kwa pamoja. Kama tulivyopiga story na Baraka Mossa, vile tunawaletea wachezaji wa ASCU ya 3. Tutakwenda kupiga nao story, tujue ni nini ambacho kinaendelea na ni nini ambacho watakwenda kukifanya. MBM Kimbunga 006 aka 5G behind camera, niko na SK. Bro, inakwaje? Safi. Kwa poa Kabisa, mambo yanasema. Naam, hivi kwa majina unajulikana kama nani? Kwa majina naitwa Kashindi Mzaliwa. Kashindi Mzaliwa. Ndio. Naam, hili la Kashindi Mzaliwa ndo jina ambalo unatembea nalo mpaka kwenye game? Ya, ndo jina langu yani. Au si? Ya. Naam, hapa ni Nego Media. Tulikwenda kupiga story na wachezaji wa Baraka Mossa na wamekwenda kujinadi sana kuhusiana na mechi ambayo mtakwenda kuicheza kesho. Wewe kama mchezaji mkubwa ambaye unaaminika na mashabiki pia na kocha na kwenye kikosi kizima cha ASCU, ni nini ambacho unaweza kusema? Yani kiukweli mimi sina cha kusema kwamba nitajinadi kwa sababu mpira ni dakika 90. Yani sisi kauli yetu waga tunasema kwamba mpira ndo utaongea uwanjani. Muda mchezo utapofika, shughuli utaiona. Sisi hatuwezi kujinadi kwamba tutamfunga sijui nini, hapana. Yani atakuja uwanjani ndo atashuhudia sisi tutafanya kitu gani. Lakini mimi nachokuwa na imani kwamba ushindi utakuwepo kwenye timu yangu, na ushindi sio kuanzia goli moja, tutaanzia goli 2 na kuendelea. Naam, hapo tayari umeshaongea kitu ambacho naona kama kinaweza kikawapa moyo mashabiki pia na wachezaji wengine ambao utakuwa nao kwenye kikosi, kwa sababu umeshasema lazima ushindi ufanyeje? Upatikane. Hamna mtu anaweza kwenda kucheza mpira anasema nitafungwa. Kila mtu anaenda anajua atashinda. Kwa hiyo mimi cha kwanza, hata licha tu ya mpira ni matokeo, mimi cha kwangu nitaenda nacho, najua naenda kushinda mechi, kwa sababu mechi yangu ni ya maamuzi ile. Natakiwa nishinde ili niweze kwenda hatua inayofuata. Na kuna kitu kingine ambacho mchezaji au mtu waga nasema kama mwanaume, mimi siwezi nikafeli pale. Yani unaonyesha nguvu zako. Wewe kama wewe unaweza kusemaje? Maana majamaa wanajinadi sana, sijui kama ndo kujipanga, sijui ndo mazoezi. Mswahili anasema kwamba hawezi kunanepesha ng'ombe siku ya mnada. Yani wenyewe hawezi kuwa fiti siku ya mechi. Au sio? Kwa hiyo kama kipaji kipo tu. Kifupi na waweza. Na waweza vizuri sana. Au sio? Na upande wa pili kuna kaka ambaye niko naye. Kaka, mambo? Kama kawa. Unaitwa nani vile? Samuel. Namba ngapi? Namba 7 hii. Au sio? Kama kawa. Naichapa vibaya. Fresh. Na kesho ni siku ambayo ndo siku ya mwisho ya mazoezi ambayo mnakwenda kuifanya. Ina maana kwamba kesho ndo kwenda kuonyesha kile ambacho mnakwenda kukifanya kwenye mazoezi. Wewe kama wewe, ni kipi ambacho unaweza ukasema au unawaambia mashabiki zako kuhusiana na mechi ya kesho mkiwa na Baraka Mossa? Cha kwanza ni ushindi. Au si? Yeah. Ushindi lazima. Yaani kama kawa. Sema unajua mpira ni mpira, kwa sababu ukienda kuangalia muda mwingine mpira unadunda. Lakini tuseme kama sisi kama timu ya ASCU tuseme tunaheshimu mtu tunayeenda kukutana naye, kwa sababu wana miguu, wanacheza mpira na waga tutacheza naye, na waga lazima tutoke na ushindi, kwa sababu tunapiga mazoezi tutoke na ushindi. Hatuendi kupiga mazoezi labda tutoke drone, hapana. Tunataka ushindi kwa sababu ndo kocha anachotufunza sisi tujue kama tunaweza tukafanyaje mambo kama hivyo. Na hivi wewe kama wewe, ni mechi ngapi ambazo umeshawahi kukutana na Baraka Mossa? Nyingi sana. Au si? Kama mechi 4 hivi, kama sio 3 hivi. Na kwenye kucheza ni mara ngapi umeshinda? Tumeshafunga kama mechi 3, tumedraw ni 1. Au si? Kwa hiyo unahakikisha kuwa ushindi wa kesho ni lazima utoke nao wewe, sio yeye? Yani uhakika, kwa sababu lazima tulazimishe, japokuwa wanakuwa wenyewe hawapendi, lakini tutalazimisha tu. Na kuna kitu kingine ambacho kinasemekana kuwa ASCU hawawezi kucheza mpira kama walivyojidai wao, labda watumie mitishamba. Wewe kama wewe, ni kipi ambacho unaweza kukiongea kuhusiana na hiyo sehemu? Mpira upo na wenyewe wanajua, kwa sababu tushakutana mara nyingi na tumewafunga mara nyingi, kwa sababu kutufunga wao ni mara chache, ndio maana hawezi wakasema hivyo.
Ila upande wa mitishamba hapa hujagusia mitishamba kaka. Sisi hatuna mitishamba, sisi tunatumia mpira na ndio maana tunapiga mazoezi. Ingekuwa mitishamba tungekuwa hatupigi mazoezi. Kwa sababu mitishamba, ukichukua mitishamba ukaiweka uwanjani hauwezi kupiga mpira. Kwa hiyo akisema kwamba eti tunatumia mitishamba ndio inatusababisha tupate matokeo uongo. Wewe chukua dawa weka pale, zipe jezi dawa, alafu tuone kama zinaweza zikafunga. Lakini unaweza kabisa kucheza bila kakitu kabisa. Si hatuna chochote. Yaani kama ikiwezekana uje tufanyie interview muda tunaingia uwanjani tukague. Ikaja kubahatika papu ile unaingia uwanjani, dude fulani kadondoka chini. Wewe kama wewe unaweza kujisikiaje? Haiwezi kutokea. Sisi cha kwanza tunamwamini Mwenyezi Mungu. Au si? Na ndio maana kabla ya kuanza tunaenda kwa dua na tunamaliza kwa dua. Na ningeomba uweze kuambia mashabiki wa Asku pia na wale ambao wanakwenda kututazama kupitia channel ya Nego Media chochote kitu kuhusiana na mechi ya kesho. Nachotaka kuambia mashabiki wa Asku wawe na imani na sisi, waje kwa nguvu na motisha hali ya juu, yani washangilie timu yao ya Asku, yani wawe na nguvu, yani imani yani wawe nayo, na waje kwa kujiamini. Waje wamevaa vizuri, wamependeza, washangilie, kwa waziandae vizuri kwa vibe, na sisi hatuwezi kuangusha kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Najua tutashinda. Au si? Ndio. Na ni kitu gani ambacho unaweza ukawaambia wachezaji wa Baraka Mosa pia na mashabiki wao? Wewe makini tu, waache mdomo kwa sababu mdomo ni mwingi. Tushasikia vijembe vyao. Sasa sisi ni wacheza mpira, sio imba taarabu. Kwa hiyo wanatupiga taarabu, sisi tunaangalia, sisi tuonesha mpira unavyochezwa. Au si? Ndio. Na upande wa kabumbu ambao mnakwenda kuicheza kesho, majamaa kule wamejipanga vibaya sana na wamefikia hatua mpaka kuchukua wachezaji wengine kutoka timu jirani. Nyinyi kama nyinyi mlijipangaje, au hakuna wachezaji ambao mliwachukua kutoka timu jirani? Hapana, naamini wewe mwenyewe unakiona kikosi chetu ni kile ni cha vijana, watoto wadogo tu. Sisi tunajiamini katika uwezo wetu na tunamwamini sana kocha wetu. Na ndio maana muda wote anatoa sauti yake kutuelekeza ni nini tufanye kesho. Nadhani toka umefika unamsikia anafoka mpaka sasa bado anaongea. Yani anataka nini kutoka kwetu ili kesho tuweze kumpa heshima. Na sisi hatuwezi kumdhalilisha na tunataka tumpe heshima kama kawaida yake. Na mashabiki wetu wawe na imani na sisi na wawe na furaha kuanzia kesho na kuendelea. Sisi ya kwetu hili kombe tunalifikiria kwa wakati mkubwa sana. Kwa hiyo mimi na imani tutafika mbali. Na upande wa wale ambao wanakwenda kuwasapoti au kuwashika mkono ambao wako maeneo ya Mamtoni huko na huko kama mameneja, ni kipi ambacho unaweza ukawaambia? Kwanza hali ya yote mameneja wetu wana imani na sisi. Tufungwe tukipoteza wana imani na sisi, na kama bonus wanatupa vile vile. Yani tunafungwa lakini wanatupa moyo. Yani sisi kwanza management iko vizuri. Ni watu ambao wana moyo mzuri, wana moyo safi, ukiwa na shida na kusupport kwa haraka. Yani wataki wachezaji wote na matatizo. Kwa ndani ya mchezo na sisi tunawaahidi mechi hii tutaifanyia kazi, tutafanya vizuri ili wenyewe wapate furaha kwa sababu wanapenda kijiji. Kwa sababu hamna chochote wanachokipata. Ni upendo tu na kijiji walipotoka, wanakuwa wanapenda kijiji chao ndio maana wanasupport, wanatoa pesa zao na pesa wanazozitoa hazirudi. Ni yale mapenzi tu ya kutoa, yani kwa moyo hawanufaiki kwa chochote tofauti na furaha. Kwa hiyo wanachokitaka kama wanatoa pesa zao kutupa sisi au kutuchangia timu kutoa udao wote kutokana na pesa zao ni kwa sababu wapate furaha. Kwa nini sisi tusiwape furaha? Kwa hiyo tutajitahidi kwa kadri ya uwezo wetu Mungu aliotupatia ili tuweze kuwapa furaha. Na kabla hujaingia uwanjani, kitu cha kwanza kufanya wago unafanya nini? Cha kwanza ni kumwomba Mungu tu. Muomba Mungu. Yeah. Alafu kwenye mazoezi. Na mazoezi na muomba Mungu lazima kwa sababu ni kitu ambacho yani hata siku zote yani kwa mambo yote unayoyafanya natakiwa uombe Mungu, yani utangulize Mungu. Na kuna wale wachezaji ambao hawawezi wakaingia uwanjani bila kunywa pombe au kuvuta sigara. Kuna wengine nasikia siku hizi wanaweka paka bugoro. Wewe kama unaweza kuwaambia nini? Hao hawana imani na mpira wao unaocheza. Na kipaji chao kwa sababu mpira ni kipaji. Ukishajua una kipaji lazima upambane na mazoezi ili ufanye vizuri. Kwa sababu ukiwa huna mazoezi hauwezi kutegemea mambo ya dawa nini, haiwezekani hicho. Au si? Kama gawa. Na hapa mimi nina vinywaji viwili, kuna maji afu kuna maziwa. Unatoka kwenye mazoezi au unatoka ndani ya uwanja ukiwa unacheza mechi. Ni kitu gani ambacho unaweza ukakishika cha kwanza ili kukitumia? Waga niseme kama kuna maji, kuna maziwa. Cha kwanza unaweza ukapoza kwanza na maji. Unaona baadaye alafu ndo unatumia maziwa ukiwa umeshapoa. Na upande wako wewe ni kilevi gani ambacho unapendelea kutumia?
Kilevi? Yaani kilevi cha kunywa. Au mimi situmia kilevi chochote, kile kilevi changu ndio hicho unachokiona hapa. Kilevi changu ni mpira tu. Yaani wewe ulevi wako ni mpira. Yaani sinaga kilevi chochote. Kwanza sivutagi sigara, sivuti bangi, sinywi pombe, sijui nini. Yaani situmiagi kilevi chochote kile kikali. Yaani cha kunichanganya akili yangu situmiagi na sijui kama naweza nikatumia. Mimi kilevi changu ni hichi ninachokipenda ni mpira, ndio maana nikiamka niko mpilani, flangu mpira. Yaani mimi kama kubeti ndio mambo yako. Yaani mambo ya mipira tu. Yaani mimi ndio vitu vyangu, yaani sina kilevi kingine. Au si? Na ni kitu gani ambacho unaweza kuwaambia vijana ambao wanacheza mpira afu wanapenda kulewa sana? Unajua kila mtu ana akili yake katika maisha na kila mtu ana makuzi jinsi alivyolelewa na wazazi wake. Na kila mtu anajua jinsi gani alivyoishi. Kwa hiyo siwezi kumkataza mtu kitu ambacho amechokiamua yeye kwa sababu ni mtu mzima na akili, kwa sababu sigara kabla ya kuivuta ukiangalia bango lake linasema ni hatari kwa afya yako. Kwa hiyo kama una akili timamu huwezi kuvuta kwa sababu wenyewe tu waliotengenezwa wanakuambia ni hatari kwa afya yako. Kwa hiyo siwezi kutumia kitu ambacho nimetahadharishwa. Hiyo ni hatari. Sasa uambie mwanamke ana ukimwi na watu mmoja, wawili, watatu, wewe useme tiana, wewe ni nani? Wale waliosema wenyewe wana akili timamu. Kwa hiyo wale waliotengeneza sigara wakisema kwamba ni hatari kwa afya yako, wana akili timamu. Kwa hiyo mimi siwezi kutumia vilevi kama hivyo hapo, na kama mtu ataamua mimi nitamwambia kwa rafiki yangu hicho anachokifanya sio vizuri, achana nacho. Kama kunisikiliza nitamwacha kwa sababu kila mtu ana maamuzi yake. Anaweza kukuonesha kwako afanye afu ukitoka chooni aenda kuvuta bangi. Unajua bangi inavutiwa chooni. Na ukivutia bangi chooni unakuwa na akili ya maji. Au sio? Lazima uchanganyikiwe. Na neno la mwisho kwa ambao wanakwenda kukutizama. Niseme waga muda mwingine tuseme mitaani huko sisi tunajulikana kama kijiji cha O3. Wengi waga wameshatuchukulia kama vijana wengi wanakunywa pombe, wengine wanavuta bangi, lakini sio kweli. Lakini ukishaishi na sisi waga unaweza kujua vingi sana kutokana na sisi, lakini sisi kijiji chetu ni ambacho yani tuseme kama ni vijana ambao wanapenda mpira sana. Hata mtoto mdogo sasa hivi ukimpa acheze mpira anaweza kacheza mpira vizuri sana. Lakini kuna sehemu nimepita nimeona sijui kuna maeneo sijui wameweka sijui blackberry sijui black nini kule Black Devil. Devil. Wani wafanya biashara sehemu ya starehe, kwa sababu hata mtu wa kutoka huko juu anaweza kaja akakodi pale wakafanya sherehe zao wakarudi nyumbani. Ila imaanishi kwamba ukiwa yuko kwenye kijiji chako ndio wote mnatumia. Hapana. Ile ni sehemu ya biashara, kwa mtu wote anaweza kwenda kufanya jambo lake pale. Wewe mwenyewe kama unatumia unaweza kwenda zako pale ukapiga. Mimi situmii. Na mimi nikikwambia ukiniambia mandhari ya mle mimi siyajui. Yaani sije kufika mle ndani. Sipajui pale. Mimi ndo nimepaona, nimepita hapo mimi napapita kwa nje napaona, lakini ndani sije kuingia kwa sababu naingia kufanya nini? Hamna kinachonipeleka. Na kama unavyotuona tupo mazoezini na tusichukue muda sana tukaenda kuwavurugia mazoezi kwa sababu kesho ndo mtanange. Tutakwenda kushuhudia ni nini ambacho watakwenda kukifanya, maana upande wa kwanza wanajidai, upande wa pili wanajidai, lakini mimi sijui ni nani atakwenda kuwa mshindi siku ya kesho. Ulikuwa nami MBM Kimbunga 006 aka 5G, toto la mwisho la Mama Samia. Mimi ndo ule boy nilotokana Mamba afu mto nikauvuka kwa usalama na bado ninazidi kusurvive. Bende kamera yuko SK, sina la ziada. Bye bye.